yani tokea bado niko mdogo nilikuwa napenda music. Tena nimeimba kwa kwaya fulani za au ningali mtoto. So ikafikia mida kabisa ndoto kabisa zikahamia kwa football, kwa mpira. Nikaanza kucheza football. Afu nilipoeneza kama miaka 15 hivi 16 nikaingia mudi ya muziki, nikaanza andika. Akakubali, akanambia leta hela. Sasa yeye hakuwa ananiaminia, hakuwa anajua kama naweza kufanya vizuri. Akanambia leta hela studio afu record. Hapa tuko kabisa na objective moja, tunachangia si wote. Wakati tunachangia objective, tunapaswa kabisa tushikamane ili tufikie kabisa lengo. So hapa hivi mimi kivyangu objective sio kabisa sio kubaki, yani muziki wetu ubaki local. Hapana, hivyo tunaweza kufight internationally. Yani tukasahau kina Joboy hapa kwetu, tukasahau kina Fireboy. You put my heart in temptation, kuriyo haramatana juice yo sugar. Ole, my lady, my baby, I want to be customer. God create invitation, nora busy yuko chanuri mwiza diva. Ole, as Hey guys, abakunzi b'Iratiro Magazine, murabeze neza? Je najimeze neza kuri mikro Clovis nyene nkuko masomo menyereye, ariko no munsi nagendewe n'ubundi muntu. Watugende no munsi biraza kugorana kugira ngo tuganire canke dukore ikiganiro cyacu mu Kirundi, ariko aza tuganira mu rurimi rw'Igiswahili no munsi. Bisemo kubaramusa kugira ngo tumenye canke twumve iyo turiho turaje. Izina ryo baza kutubwira, tuza kuganira byose mugabo tuganira no munsi mu rurimi rw'Igiswahili. Reka ndamuha ikaze. Karibu tena kwa Iratiro Magazine. Thanks sana Clovis. Watu wanatufuatilia kwa Iratiro Magazine, wanataka kujua huyu nani. Leo tumetuletea mgeni. Mgeni huyu umetuletea ni nani? Anatambulika kwa jina gani? Kitu kama hivyo. Jina langu ni Mugabo Niera Dieu merci, kwa jina ya kazi, jina ya music, jina ya stage naitwa Medi Love. Najua wengi wananifahamu kwa jina la Medi Love. Mugabo Niera Dieu merci ndo jina lako. Sasa watu wenye umesema kwa jina la stage, jina la kazi, hilo nasikia ni jina kubwa sana ambao ulipewa na stage. Sasa watu wenye wanatufuatilia kwa Iratiro Magazine wanataka kujua Medi Love ni nani, na tunataka sasa kwa sababu sisi hapa kwa Iratiro Magazine tunapenda sana kazi na tunapenda sana mtu wa kujitambulisha kisauti, au sio? Sasa utupe kapela kidogo. Mimi kuna muziki huo nimependa good girl. Yep. Tunataka utupe good girl kidogo, hapo tutainuka tena kwa sauti. Kabisa. You put my heart in temptation, kuriyo haramatana juice yo sugar. Ole, my lady, my baby, I want to be customer. God create invitation, nora busy yuko chanuri mwiza diva. Ole, I said for this one, I want to be hustler. Yeah, the way you smile, it's so fantastic. If you could have just seen it, so magic. Ukutei was so romantic. The way you wind is so romantic. The way you shake it so romantic. The way you wind is so romantic. Good girl, akana keza, akana. Good girl, umukobwa mwiza. Yeah, this is how we do. Yani hiyo ni good girl kabisa umeyomba. Asante sana. Mimi nimeomba good girl kwa nini? Unajua kwa nini nimeomba good girl? Sababu good girl ni muziki ambao nimesikia kwa mara ya kwanza, nikasikia sauti. Sababu mimi nafuatilia muziki wa Burundi sana, nafuatilia muziki wa nje sana. Lakini nikasikia hiyo sauti, kuna sauti mbili zinazomixiwa ndani kwa hiyo sauti. Tutarudia kwa hili. Wewe kama Medi Love ni msanii kutoka wapi na hivi kwa wapi? Mtakutafuta naweza kupata aje? Mimi ni msanii na acting Buja Flavor, yani
mtu mwenye anakti mbuja flavor, yani msanii Mrundi. So home naishi Mtakura, so sijui mwingine watanitafuta ku social media, sijui. Guys wanasema Mtakura ndo mtamu, ukimtafuta Mtakura ndo utampata. Lakini tunataka kujua kama msanii, kuna wasanii wengi sana unasema ngo naishi Mtakura, naishi sehemu zipi sijui, lakini kuna studio fulani unaweza kama mimi ndio Clovis, naweza nikakupata kwenye simu, najua mimi ni namba yako. Lakini kuna studio fulani, nikienda studio fulani lazima nimpate msanii kama wewe. Yeah. Yani studio, yani sichakuwa kabisa na mazoea ku stay studio for so long, ila muda mwingi nakuwaga one way studio, ama nakuwaga Agape record, nakuwaga hapo na terama kabisa. Unasema one way na Agape records? Yeah. Huwa kuna kitu natuficha, sababu mimi nazunguka sana, nimetembea sana, nikasikia kwamba wewe uko injini ya usimamizi wa Agape Records. Ni ukweli au si ukweli? Yani Agape Record ni kama familia, tena ambaye anaisimamia ni Clovis kama wewe. Yeah. Yani ni mtu ana upendo sana na anapenda kusapoti vipaji vya nyumbani na vijana ambao wanaweza. So kabisa pako vitu fulani tuko na saidizana naye. Sijui yani mimi naita family. Kama family. So sijui unavisikiaje. Hey guys, mtusikie kwanza. Mkumbuke interview tulizofanya hapa. Kuna interview za wasanii tofauti tulifanya hapa. Tulifanya na Kala au tulifanya na Everyday. Au wasanii wote wawili wako chini ya usimamizi wa Agape Records. Na home msanii tunapata leo anasema Agape Records ni kama vile familia. Lakini Agape, kwani Agape na Medi Love kuna nini? Agape umeipendea nini? Huko kuna producer wengi sana tunao. Clovis umempendea nini? So siwezi sema nimempenda Clovis ama yeye kanipenda. So ni damu tu zimekutana, kama nimesema family. Ni sherti kabisa. Unaona wewe kizaa mtoto, hata umwache miaka ipite, miaka 20 ngapi, mtakutananaga tu. Yani ni hivyo. So Clovis ni familia kabisa amejenga. So tuko hapo. Hapo nakuelewa, nadhani kwamba na watu wanaotufuatilia kwa Iratiro Magazine wanaelewa kitu tunachomaanisha. Sasa Medi Love, tunataka sasa tuanzie kwa muziki wa kwanza wewe. Mtu aliyonitumia linki, nimesikia muziki wa kwanza. Muziki wa kwanza nikasikia fresh tu, ni kama vile msanii wa kizazi kipya anakuja kabisa. Nikasikia muziki wa pili, nasema muziki ni fresh. Lakini muziki wa tatu sasa ndio tukaja kusikia sauti nao. Watu wenye wanatufuatilia kwa Iratiro Magazine, nizani utawaambia social media kama platforms unayotumia ili uende kutazama, waone gisi, wasikie na sauti, ndio watajaji. Sisi tunaweza tukajaji, lakini wale wanaotufuatilia kwa Iratiro Magazine ndio watajaja vizuri zaidi. Sasa Medi Love, wewe una muziki kama 5 hivi? Na muziki 4 ndio. Tunataka sasa tuanzie kwa muziki wa kwanza. Muziki wa kwanza kwa kwenda studio. Umeendekaje? Wewe unajua wewe ni msanii, unaweza kuwa na kipaji au watu wakakwambia unajua kuimba. Lakini kitu gani kile kupush wewe uende kufanya music? So mimi kwa hiyo yani tokea bado niko mdogo nilikuwa napenda music, tena nimeimba kwa kwaya fulani au ningali mtoto. So ikafikia mida kabisa, ndoto kabisa zikahamia kwa football, kwa mpira. Nikaanza kucheza football. Afu nilipoeneza kama miaka 15 hivi 16, nikaingia mmoja ya muziki, nikaanza andika, nikakuwa songwriter bila kurekodi. Yani nakuwa naandika naweka naandika na keep. So ilifikia muda wa 2019 kabisa mzuka ukapanda sana, yani nikajikuta kweli siwezi kujibana. Nikakuwa sababu nilikuwa tayari nishakuwa kabisa, niko na gisi kabisa naweza kujinyima kitu, niingie studio, yani nipate pesa fulani
nije studio. Ilikuwa ni wakati Hope Talent ni studio ilikuwa hapo Jabe, ila imevurugana. Hope Talent nikafika, nilikuwa najuana na huyo producer, anatumikia anatumikia One Record, ni Medi Best. So nikamwendea, nikamletea, nikamuonesha kama niko na muziki wangu, nataka ni record, yani nataka nianze game ya muziki. Huyo producer for long time kabisa akakuwa ananipush, lakini baada ya mwezi mmoja ama mbili hivi akakubali, akanambia leta hela. Sasa yeye hakuwa ananiaminia, hakuwa anajua kama naweza kufanya vizuri. Akanambia leta hela studio afu record. Kufika studio akaona kabisa naanza kumuonesha how ata make beat kwanza, after beat niko namuoneleshea yani tubitu ataweka ndani, yani akaanza ona kitu mimi. Wakati ananiambia ni imba moi beat, yani beat amemaliza, akaniambia imba basi, yani akafurahi naye kabisa, na alida ikatoka ngoma kali mpaka hivi watu wengi mpaka hivi wamenitambua kupitia hiyo ngoma ambayo inaitwa Alida. Msite pote wamenitambua juu ya hiyo nyimbo. So after kutoa hiyo ngoma, sababu nilikuwa sijui vitu vingi na sijui kitu gani na miliki mimi kivyangu, ilikuwa ni nyimbo nzuri. Sasa promotion ikanishinda, yani ni nyimbo kama imenizidi kina, imenizidi kabisa mimi kuifanya kabisa ipate promotion nzuri. Nikashindikana, basi nikaiacha. After kidogo nikatoa ingine ngoma ambayo inaitwa Shalo, na yuko kwenye channel yangu, na ikapima kufanya vizuri. Hata shule nilikuwa nasomea eko ikadumu sana kabisa kidogo. So pale nilikuwa niko na shida ya promotion. After kidogo nikaachia basi ingine inaitwa Chekecha, nikaachia na video nzuri. Hapo nikaanza kujitambua pole muziki. Najua sasa kutembelea media nini. Nikaanza kucollaborate na ma TV fulani kama BTV, Rema. Sababu ni nyimbo kabisa iliingia hata kwa top 10 ya ma TV tofauti. After hiyo pakapita kabisa, niseme miezi mitisa hivi, ndo nikaachia sasa kuche. Yani kitu ilituma kwanza na take time, much time kabisa. Ilikuwa ni kujitengeneza, nirudie kabisa, yani nishike anga zangu, nijitambue kwanza mimi nani, naweza nini, na yani vitu vingi tu. So how to make muziki mzuri zaidi, nini sijafanya, kusema ni toboy kabisa, ndo nikakuja na Good Girl. Yeah. Guys, umesikia jamaa tunao hapa sio wa leo, lakini mimi napenda sana kusema new generation, lakini yeye mnasikia sio wa leo. Lakini kitu gani kimekosekana hili tukaja kumuona leo kama Good Girl kwa Alida? Ni sababu ya promotion. Promotion imemshinda, na sio kumshinda tu, na tuna wasanii wengi sana promotion huwa zinawashinda sana, lakini hivi wanaanza kujielewa. Amesema kwamba kwa kujielewa amekuja kwa music mtamu, video fresh, na wenye watamfuata waende kwenye YouTube wamtafute, watasikia msanii nani huu tunaongelea naye. Medi Love nimesikia sana kabisa, lakini kwa watu wenye wanatufuata sana, Iratiro Magazine tunapenda sana kuwapa freestyle, kuwapiga makapela. Mimi nimekuomba akapela ya Good Girl, sababu Good Girl ni muziki huwa nimeusikia mara nyingi sana, nimesikia muziki fresh. Lakini kwa watu wenye wanatusikia wanataka kujua Alida umesema ni muziki huwa umetrend kabisa. Wape kidogo kwa Alida afu turudie kwa maswali. Alida kwanza nimeandika kwa Kifaransa, Kiswahili, English na Kirundi, yani nimemix full language. Sawa, hivi sasa kwa Iratiro Magazine tunataka tuende kwa piece ulioandika kwa Kirundi. Kwa Kirundi sababu tumeongea kwa Iratiro Magazine tunaongea Kirundi, lakini leo tumemix na Kiswahili. Hebu wapi piece ka Kirundi? Fire baby girl, you my designer. You make me lose my mind when you shake your body.
Your love is my desire. Nipe love, niku love, nickname me your darling. Myself I no go retire. Umenifanya kakipofu, wengine nisiwaone. Nda feel you my baby, I can't be sawa. Wani doctor mi mgonjwa nipe tibu basi nipone. Niwe nifuza, ukiniacha utaniumiza. Yeah. Uri mwiza, unataka chocolate ama pizza. Busy, what you need? Unataka chocolate au pizza? Hii ni mistari huwa Medi Love aliongea kwa muziki huo. Ni part iko yani ina present kama freestyle hiyo part ya hiyo song. Ndio kabisa. Mimi ninakuelewa sana sababu muziki nimeusikia sana na hivi naendelea na usikia na share na marafiki zangu wasikie. Kama wewe bado hujasikia muziki kama huu, na iwe ni director wetu chini ya description ata drop ka link hili, na wewe bado hujasikia muziki wa Medi Love, umfuate na wewe usikie muziki kama Good Girl au Arida kabisa. Medi Love. Mimi napenda sana mtu kusema ukweli kabisa, au sio? Interview kama hii najua kuna watu wengi sana wa mbali sana watatusikia, watatuona, watasema da, huyu msanii kumbe ni fresh. Kitu gani huu unataka kuambia watu wa mbali, sio wa hapa? Najua watu wa hapo kuna washa kujua kivile kupitia kwa Good Girl ni muziki na video fresh, lakini watu wa mbali sana unawaambia nini? Sijui ulitaka kumaanisha Warundi wanaishi nje ama si Warundi tu hivi? Tumeongea Kizungu, tumeongea Kiingereza, tumeongea Kiswahili. Watu wanasikia Kiswahili watatuelewa na Kiingereza watatuelewa kabisa. Haya, so nilitaka kwanza niseme dunia leo inaenda kwenye yani ku system ya globalization, yani dunia iwe moja. So naomba kabisa na si Warundi yani all over the world mtu support kabisa, na si Warundi tunaweza. Afu pia naomba Warundi ambao wanaishi nchi za nje, unaona, kama Ufaransa, kama tuseme hata UK, Kenya, Amerika, wako na support muziki wa kwetu. Unaona kitu chenye kinatutofautisha na wengine. Unaona tuseme watu wa South ambao wanaishi UK. Unaona UK pako ma TV tofauti. Sasa wakati msanii anakuja wanasikia kabisa kwetu pana talent fulani ina vibrate. Huyo fans ambaye anaishi UK atakamata huo muziki, anaupeleka huko, anaupeleka kwa hiyo TV, kama ni MTV, kama ni nini, unaona, anaupeleka huko, anaulipia na promotion kwa upendo, kusema muziki wa kwao nao utambulike duniani nzima. Yani Wafaransa wanani waone kama nawe uko nafasi penye umetoka na vijana wana talenti nafasi ambao umetoka. Ndio hiyo, yani tuwe na upendo, tuwe na umoja na tupende vitu vya kwetu, sio mpaka yani industries zingine kabisa zitukabe, sio vizuri. Na sisi tunaweza make hit after hit na si other industries zikatusikia kabisa. Ndio hiyo, so tupende vitu. Guys, umesikia jamaa ameongea ukweli, amesema hivi kama wewe unaishi UK, umesikia muziki wa Medi Love au wa msanii mwingine, kwani unaishi sehemu huwa kuna TV zipo pembeni zako, peleka muziki, wape muziki wasikie kabisa, wapo wasikie talanta tunazo hapa Burundi. Pako Warundi wanaishi Kenya pako hizi TV za ndio matresi huko. So Tracy haina office hapa Burundi. Ndio Murundi akichukua hiyo link, tuseme kama hapana nyimbo yangu, chukua ya uzi design, anaenda hapo analipia promotion, sio vitu vingi. Kulipia promotion kuonere Abuja Flavor nzima. Anaweza kufanya hicho kitu. So ningiwaita kabisa tupendane, tupende vitu vya kwetu. Kabisa tusupport na si msikuze zinakuja. Tuende kupiga shows Kenya. Unaona siwezi piga show Kenya wakati hawanijui. Au Kenya hawanijui. Ndio hivyo, yani promotion inaanzia hapo.
Guys, promotion inaanziaga kwa fans, afu after fans ndo companies zinakuja sasa. Guys, mmesikia haya ni maoni ya new generation. New generation tunao leo ni wengi sana, wanaweza sana tena sana. Lakini chenye wanakosa ni hiyo promotion. Na huyu Medi Love tuna hapa leo amezungumza mengi sana kuhusu promotion kama hiyo. Kama wewe unaweza, kama una sehemu fulani unaweza kufikisha linki, hebu fikisheni bwana. Kapost kwenye linki, labda kwenye status yako. Labda status yako kuna watu wa nje sijui wanakufuatilia. Watasikia muziki watasema huyu msanii ni fresh. Medi Love, kitu sasa unaweza kuwaambia hii new generation, wasanii wa kizazi kipya, kitu gani unaweza kuwaambia? Yani wasanii wa kizazi kipya, kitu kikubwa naweza kuwaambia watizame first penye legend wetu wamefelia. Tutengeneze hicho kitu kusema na sie kabisa tusiwe kama wao. Ama sisemi kama ni wabaya ama wamefanya vibaya. So unaona, naweza kusema kwa mfano, mzazi anazaga mtoto, anamweka duniani. Mzazi anatafutaka kabisa mtoto wake afanye kitu kizuri zaidi ya chenye amefanyaga yeye, unaona? So tuangalie kabisa wapi wamefelia musically, wapi kwenye kitu gani hawakuwa wanatia kusema na sisi tutoboe mpaka Afrika nzima. Unaona, mimi kwanza hivi ndo yani hivi ndo legend wetu Big Fizz wanaanza kabisa trend internationally, tuseme kwa sinema ambayo iko emo pamoja kama na msanii mmoja hivi toka Alo Ngoma, Sample, Icon, unaona? Hiyo ni kitu kikubwa sana. So na sisi tuendelee sasa kuwasha huo moto, wabaki kusikia kabisa kama tunaweza. So kabisa ningewaita wote, hiyo ni kitu cha kwanza. So cha pili, tuwe na upendo, tuache unafiki. Unaona ni vigumu sana mwenzako upcoming ya post hata link yako. Unaona, yani ni vitu vinauma sana. So inaonesha unafiki. Sasa kila mmoja anapigania awe juu, awe kabisa ashike anga za juu kuzidi mwingine. So ile sio ndio kitu yani hiyo sio ndio uba mimi ninao ndani mwangu. Mimi ukitoa ngoma uwe nani, nitakuposti hata mara 2 mara 3 every day, kusema mafanzi wangu waone vitu vyako na wabaki na mluzi ya nani huyu. Lakini mimi nikitoa wengi hawaniposti, japo sometimes tunakuwa tuna joke nao, tunacheka, tunafanya nini. Ukimtumia hata link hata ifunguaka, yani anakula showbiz, unajiuliza ni vitu gani vinaendeka. So tuache unafiki. Hapa tuko kabisa na objective moja, tunachangia si wote. Wakati tunachangia objective, tunapaswa kabisa tushikamane ili tufikie kabisa lengo. So hapa hivi mimi kivyangu objective sio kabisa sio kubaki yani muziki wetu ubaki local. Hapana, hivyo tunaweza kufight internationally. Yani tukasahau kina Joeboy hapa kwetu, tukasahau kina Fireboy, tukasahau kina Ibra wanani, na si kabisa muziki wetu ka trend nje fasi yote. Muziki wa Buja Flavor na si ifike Niger na si wasikie wakona tusikie. Hapana, si tunjo tuko na inspire kwao. Si tunaweza. Mimi kabisa hicho ni kitu kinaniuma sana. Medi Love, mimi na kwa hili mimi naweza fanya muziki, na Joeboy akisikiaga siku akasema huyu jamani wafasi gani anajua huyu. So sitaki kujitapa hivyo, sitaki kujiproud, ila ni kitu kabisa najisikia na sure kabisa ni hivyo. So tuwe na upendo, tupandishe muziki wetu na si pamoja, hapana kila mtu kivyake. Tusiwe kabisa na migawanyo kati yetu. Yani mimi nikifanya kazi kishigikire na wewe ukifanya kazi ndio hivyo, na tutafika mbali. Hiyo kabisa, upendo ni kitu ya muhimu sana kabisa. Guys, ameongea mengi sana na yameongea yote ni ukweli, na mimi nakubali sana.
new generation tunaolewa wanaweza wanafanya vitu vizuri sana, na wakiona kosa ni ile promotion tu. Alisema cha muhimu, alisema tuache unafiki, kamposti na atakuposti ni posti ni kuposti. Wacha kunibania. Kama ni muziki fresh kaucheza, kama ni radio fulani hivi cheza muziki. Lakini kuna kitu amesema bana, mimi nimesikia amesema tucheze muziki wa international, usije kubaki kiroko. Kwa huo muziki tunarudi kwa Good Girl. Good Girl mimi nimesikia muziki na nimekwambia kitambo sana kwamba muziki Good Girl una voice mbili zina mixiwa ndani. Kuna voice ya kiinje na voice ya hapa. Sijui kama mnanielewa. Ndani ya Good Girl wenye wanatusikia wataenda kwenye channel yako ya YouTube, watasikia muziki Good Girl, watasikia sauti mbili. Kuna sauti moja ya msanii wa Nigeria na si kweli anaitwa Rudeboy. Ukisikia muziki wa Rudeboy utasema kuna sauti moja hivi ya Rudeboy. Na ukiendelea na muziki huo mwishoni vile kuna sehemu ulimufinya nani huyu Medi Love. Kuna sauti mbili ndani za muziki zinamixiwa ndani. Hebu tuelezee kuhusu muziki Good Girl. Hizo sauti mbili. Wewe ni Medi Love. Lakini kuna sauti tunasikia mwanzoni hivi, tunasikia kama msanii wako kama huyu wa Nigeria. Kabisa. Alafu tunamsikia nani huyu Medi Love. Kuna nini ndani kati ya wewe na Medi au na Rudeboy? So hicho ni kitu muhimu sana. Kwanza unani surprise mimi kiupendeo. Yani kuona unaweza kucompare voice yangu na Rudeboy, hiyo kabisa ni kitu kikubwa. Ama Medi Love sababu ni wakubwa zangu, ni wakubwa zangu kabisa, wametutangulia music na ni watu wanafanya vizuri. Hasa twende kwa Rudeboy. Mimi kabisa Rudeboy mimi siko fans wake sana. Tuseme Rudeboy na mwingine msanii mwestaki sema tu akifika hapa. Rudeboy anapiga hapa show, huyo mwingine anapiga show hapa. So zienda kwa Rudeboy, naenda kwa huyo ambaye mimi ananiinspire sana. Na twende kwa Medi Love. Mimi imetokea tu hivyo, sauti zikakumbana. So sio kusema kabisa nimekopi. So ukienda kwa unaona wewe umeifananisha kabisa na Medi Love. So ukifika kwa nyimbo zangu ambazo zimetangulia, ukichunguza vizuri utasikia ni mimi mwenyewe, hasa kwenye leader hiyo party ya Fire Baby, unaona hiyo freestyle nimeimba. So utakutana kabisa ni pako something kabisa kinakutanana voice kabisa ni hivyo. So nashukuru sana. Kwa kumalizia ndio mimi nimesikia muziki na wenye wanatufuata hapa watausikia tena. Tunataka tumalizie kwa acapella kwa Good Girl tena. Good Girl tuanze mwanzo wa Good Girl, afu tunaruka kwa ile mistari ya kirundirundi vile. Tuanze kwa Good Girl mwanzo ni pale penye naanzia beat. Tunaanzia pale kabisa, kila kitu and true. Oh yeah. Oh Lord mercy no. Yeah. You put my heart in temptation. Kuri wewe haramata na juice your sugar. Ole, my lady, my baby, I want to be customer. God the creative attention. Nora busy you go chanuri mwiza oh diva. Ole, I said for this one, I want to be hustler. The way you smile, it's so fantastic. If you caught up just saying it's so magic. Okute, you are so romantic. The way you whine is so romantic. The way you smile, it's so romantic. The way you shake it so romantic, romantic. Good girl, akana keza. Good girl, umukobwa mwiza. Good girl, akana keza. Uri good girl, umukobwa mwiza. Yeah. Medi Love kabisa.
Nimefurahia sana kufanya interview na wewe. Kabisa na mimi nimefurahi. Kwa kumalizia, ni dream yangu. Kwa kumalizia, huwa tunapenda sana kuwapa nafasi wasanii waongee mengi sana zaidi, lakini wewe umeongea sana. Kabisa. Tunataka sasa uambie wenye penye wanaweza wakakupata kama kwenye social media unatumia kama platforms. Yep. Kwa hivyo kwa kumalizia tu. So mimi natumia Facebook, nina Facebook page yangu inaitwa Medi Love Official. Ukiandika Medi Love Official, MEDILOV Official, ukiandika hivyo, even ku YouTube, ku Facebook utanipata, na kwa Instagram ni hivyo hivyo, ukiandika tu Medi Love utaniona, Medi Love Empire for Life. So kama una mchango fulani kwa kusapoti muziki wangu, sapoti ya kimawazo, kipesa ama kivingine tu, mimi nitakupokea kabisa. Ukini text tu anyway, natumia pia WhatsApp. So sijui kama so kabisa ukinitafuta kwa Instagram, Facebook, hata kwenye YouTube, sijui yani sina zingine akaunti hizo kabisa, nadhani ni fresh. Vizuri sana, acha tukushukuru sana, na siku nyingine ukiwa na kipya karibuni tena. Si kabisa, tunapambana vipya after vipya. So kabisa mwezi hapa kabisa huu March nina ngoma mpya nitawaachia. Taachia kabisa. Hamna cha kupumzika kabisa. Asante sana kwa watu ambao walifuatilia interview kutoka mwanzoni mpaka mwisho. Clovis mimi mwenyewe nilikuwa pamoja na Medi Love, tumefanya kipindi kirefu sana, lakini mtusamee kidogo, interview muimalize. Hapo na comment unatuambia interview umeonaje, kama ni mchango vipi. Amesema anatumia account zote anatumia, amewaelezea. Msikose kufanya subscribe kwa channel yetu ya Iratiro Magazine, na muende kwa channel ya msanii wetu Medi Love mfanye subscribe. Microphone alikuwa ni Clovis pamoja na Medi Love, cameraman Espoir. Ciao ciao.